Kuna rafiki yangu amenicheki, alikuwa na tatizo kwa kompyuta yake imekuwa locked na hawezi kuiaccess kwa sababu ametumia BitLocker. Kwa hiyo kuna njia zifuatazo ambazo anaweza kutumia, ambazo nimemshauri hata unaweza kuzitumia. Ya kwanza ni kwamba kama operating system yako ya Windows umesign with Microsoft account, na wakati unatengeneza BitLocker ulikuwa umesign with Microsoft account, then tumia link ambayo nimeweka kwenye text, unaweza kuipata, utaipata hiyo recovery key. Microsoft account ni nini? Ni ile ambayo ulikuwa unatumia sana kompyuta yako. Kuna zile pop-outs huwa zinakuja kwa zinakwambia sign with Microsoft account. Wengine wao tunazicancel na tunazitupa kabisa, tunaona kama ni usumbufu na tunazitukana kabisa, ndio hizo hapo. So that's the one way. The second way ni kwamba njia ya pili ambayo unaweza kuitumia, tunafanya live OS, live booting. Mara nyingi tunatumia Linux, tunafanya Linux live booting kwenye flash, tuna access ile folder na decrypt. Ni si rahisi, ila ni kitu ambacho kinawezekana. Njia ya tatu ambayo unabidi uitumie, kwa sababu lengo si kupata mafolder. Kama ulifanya OneDrive, OneDrive ulikuwa unafanya auto backups, au Google Drive unafanya auto backups kwenye hilo folder, then mafaili yako it's well and good, mafaili yako yapo sehemu salama. Ila kama tunasema njia nyingine ni kufanya nini? Ni kufanya formatting. Kama zote zikifail kupata mafaili, inabidi tuliformat hilo hard drive. Kuliformat hapo haiwezekani. Unabidi uende kwenye disk and partition. Kwenye disk and partition, ukienda kule una delete the entire volume, halafu unaweza ukalitumia tena kwa matumizi mengine. Ila kama hilo volume, hiyo partition ni ambayo ulikuwa ipo Windows umeumo kwenye Active Directory, hauwezi ukaidelete. Mara ukidelete na delete Windows. For the all other option ni kwamba unabidi tu upige window mpya ili maisha mengine yaendelee. Ukisema uhamishe hadi disk upeleke sehemu nyingine, haiwezi, kwa sababu BitLocker ina detect automatically ilikuwa nimeingia katika PC mpya, kwa hiyo inajilock. Ukisema ufanye cloning of the operating system, command copy and paste, hiyo haiwezekani. Inafanya nini? Inajilock. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba tunapenda sana kutumia BitLocker, yani it's not good. Option nyingine ambayo utabidi utumie, create account hizi mbili. Account moja ambayo utakuwa ni administrator, account nyingine ambayo utakuwa unatumia wengine. Kama kompyuta yako inatumika na watu wengi, hapo itakuwa safe kwako. Kwa kama kuna mafolder utaki watu access, au kwa folder utaweka administrator issues, yani utaweka administration privilege kwa watu hawezi ku access, unaweza ku access wewe ni peke yako. Ila matumizi ya BitLocker sio mazuri sana, hata kama una ulazima huu.